Wapenzi wasikilizaji wa YouTube channel ya akaunti yetu ijulikanayo kwa neno la Uamsho, yangu majina ni Joseph Nkuva Mlisu. Ninawaalika tena tupate kuendelea na kipindi chetu ambacho tumekuwa tukisikiliza masomo yenye mfululizo, mwendelezo, ambapo tumekuwa tukijifunza somo lenye kichwa kinachofahamika nyakati 15 za mpito wa dunia. Na bahati nzuri sana mpaka leo tumekwisha kujifunza nyakati 12 za mpito wa dunia. Kwa hiyo tumebakiza nyakati 3 tu ili kuweza kutimiza mzunguko huo, na hivi ni kualike sana mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa YouTube channel account yetu ijulikanayo kwa neno la Uamsho, tupate kuendelea pale tulipoishia. Na leo tutajifunza nyakati ya 13 ya mpito wa dunia, ambayo kimsingi inazungumzia kwa habari za kutupwa kwa huyu Ibilisi katika ziwa la moto kwa hukumu ya milele. Kipindi cha 13 kitakuwa ni kutupwa kwa Ibilisi au Shetani katika ziwa la moto kwa hukumu ya milele. Okay. Kabla labda tufike huko, ningependa nielezee kwa kifupi habari ambazo zitatangulia. Ikumbukwe kuwa mara baada tu ya kutimia kwa miaka 1000 ya Shetani ambayo atafungwa, kama somo la nyuma tulivyojifunza kwamba atafungwa miaka 1000 Shetani asifanye kazi, na wakati wa miaka 1000 kuna maisha mapya yataendelea, ambapo Yesu Kristo atakuja pamoja na wote wale walionyakuliwa na wale walionyakuliwa. Tulijifunza kuna habari ya kwamba mara baada ya ziki kuu katika itakapokoma, ambayo of course tumejifunza na ndivyo itakavyokuwa na ndivyo ilivyotabiriwa kwamba itakuwa kwa miaka 7 na point kidogo, na mara baada ya hapo Mungu atakuwa amemwangamiza yule mnyama na nabii wa uongo na kuwatupa katika ziwa liwakalo moto, ambayo ni hukumu ya milele. Na baada ya hapo tunaona kwamba Shetani anakamatwa na yeye anafungwa kwa miaka 1000, na nyakati ya miaka 1000 hiyo kuna vizazi na vizazi vitaendelea, na tulijifunza miaka 1000 vizazi hivyo vitaendelea kwa namna gani, na yako mambo kadha wa kadha tulijifunza. Kwa hususan mtu ameweza kusoma kitabu kile cha Isaya sura ya 65 mstari wa 13 mpaka wa 25, zinaeleza habari ya maisha ya wakati huo yatakavyokuwa. Na si hivyo tu, ikumbukwe kwamba katika nyakati za miaka 1000 kuna hukumu inatangulia, kuna hukumu inayotangulia kabla ya ujio wa miaka hiyo 1000. Sasa na mtu anaweza kujiuliza kwamba tuliona hukumu ilifanyika ni kama watu wote ambao hawakuwa na chapa ya Kristo waliuawa, lakini kumbe kuna watu ambao walikuwa na chapa ya Kristo walisalia. Waliouawa ni wale ambao hawakuwa na chapa ya Kristo. Walikuwa na chapa gani basi kama hawakuwa na chapa ya Kristo? Walikuwa na chapa ya mnyama ambayo ya 666 ambayo ni ya Shetani. Kwa hivyo hii imekaaje? Ni kwamba wengi wao tuliona na wakati wa dhiki kuu, watu wengi ni kama watakaoikataa ile chapa ni kama watauawa na yule mnyama, nabii wa uongo na mpinga Kristo, na wengine watateswa. Lakini kwa kusoma kile kitabu
cha Isaya sura ya 13 mstari wa 12, mstari wa 6 hata ule wa 12, pana habari nzuri kwamba nyakati hizo watu wataadimika sana. Vile vile ukisoma Mathayo 24 inasema ule wakati kama usingalifupishwa kwa ajili ya watakatifu, wala asingekwepo ambaye angeokoka. Kwa ile vifungu vinaelezea watu wachache ambao watakataa kuwekwa chapa ya mnyama. Sasa mtu ataniuliza, watasurvive vipi wakati huo wa kuikataa chapa ya mnyama, na wakati tulijifunza nyakati zile zitakuwa ni ngumu sana. Ni kwamba kama tunavyoona Mungu alifupisha huo wakati, na Mungu ndio aliweka neema ya wokovu, kama ambavyo hata sasa hatuishi kwa uweza wetu, bali ni katika uweza wake Mungu mwenyewe. Haleluya sana. So nataka nikuelezee kwamba tu ndisi itakavyokuwa ni kwamba Mungu mwenyewe atawalisha hao watu na kuwahifadhi mahali ambako huyo mnyama hatawafikia, ili mradi tu wataikataa ile chapa ya mnyama ambayo ni ya mpinga Kristo. Kwa hiyo kuna watu wachache ambao watasurvive wakati wa dhiki kuu ile ya miaka 7 na pointi, na watakuwa hai, na wakati huo watakutwa na Kristo atakapokuwa anakuja sasa kuja kuishi, kuanzisha ufalme ule ambao tuliupoteza zamani sana, tangu kipindi tulivyouza kwa Shetani. Sasa atashuka mwenyewe kuanzisha ufalme hapa duniani na kuishi nasi kwa miaka 1000. Sasa kumbuka, si kila mtu atakuwepo katika wakati huo. Sasa ule ujio wake Kristo tuliona katika masomo yaliyopita kwamba wakati atakapokuwa anakuja Kristo hapa ulimwenguni kuja kuanzisha ufalme, kutakuwa na ghadhabu ya Bwana ya ile ya Mungu ambavyo atafanya mapigo na maangamizi ili kuondoa kila aina ya wale ambao wako kinyume na ufalme wa Mungu. Na hii unaipata kwa kusoma Ufunuo sura ya 20 mstari wa 7 hadi wa 10. Zimeelezwa hizo habari ya mapigo yale Mungu atakayoyaachilia ili kusafisha uso wa nchi na kuifanya nchi iwe takatifu, isiwe tena na hao waovu. Na mara baada ya hapo anakamatwa na mnyama, anafungwa kwa miaka 1000, na baada ya hapo Kristo sasa ndio anaanzisha ule ufalme wake hapa duniani. Haleluya sana. Ndipo sasa anaanzisha ufalme wake hapa duniani kwa ajili ya kuishi miaka 1000. Je, watu hao watakaoishi miaka 1000 ni wapi, ikiwa tumejifunza huko nyuma kwamba watu wote ambao wana chapa ya mnyama watauawa na hivyo hawatafufuliwa katika ujio wa Yesu Kristo kuja kuanzisha ule ufalme. Kumbuka, ukirejea nyuma, kama ulikuwa unanisikiliza vizuri na kunifuatilia, tunaona kutakuwa na unyakuo wa aina mbili. Kutakuwa na ufufuo wa aina mbili. Ufufuo wa kwanza ni ule wakati wa kunyakuliwa kwa watakatifu wa Bwana ili kupisha dhiki kuu ianze, ambako kuna zoruba ya Shetani, lakini pia kuna ghadhabu ya Bwana itakayopiga mahali na mahali katika uso wa nchi. Haleluya, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa YouTube ya channel account yetu. Okay. Ninaamini kwamba unazidi kubarikiwa na habari hizi njema za Yesu Kristo za huu ufalme. So kwa kuendelea ni kwamba baada ya hao ambao watakuwa hawana walilala mauti wakiwa kwenye dhambi kinyume na kusudi la Bwana, watabaki hawatafufuliwa wakati wa unyakuo, na watu wa kawaida wengine wataendelea na maisha ya kawaida. Wale watakaokutwa katika unyakuo ambao bado wangali hai, na hawa nao ambao watakuwa ni watakatifu mbele ya Bwana, wamejitakasa, nao watanyakuliwa, lakini wataanza kufufuliwa waliokufa kwanza, kisha walio hai, na watabadilishwa. Ni ukisoma ile Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 45 hadi wa 54, inaeleza namna itakavyokuwa. Ni kwamba watavuliwa mili ya zamani na kuvikwa mili mipya. Haleluya sana, ambayo ya kutokuharibika, si ya jinsi hii ambayo inaharibika, inayo expire. Na mara baada ya hapo wataenda kukaa huko juu kwa miaka 7 na mwanakondoo wakiwa kama makuhani. Na itakapokoma hiyo miaka 7, Bwana ndiyo sasa atakomesha utawala wa kishetani hapa duniani, na ndipo mwisho wa siku
tunaona sasa katika ile Ufunuo sura ile ya 20 mstari wa 7 mpaka wa 10 anavyofanya yale mapigo mahali na mahali ili kusafisha uwanda wa uso ya nchi na kisha kufanya utakaso na kuja kuanzisha ufalme mpya, mfumo mpya wa maisha kabisa ambao ni mfumo wa utakatifu, na hautakuwa tena, kwa sababu kumbuka, nyakati hiyo hakutakuwa na watu ambao hawana alama ya Kristo, na ili mtu awe na alama ya Kristo atakuwa na sifa maalum, na sifa hizo ni kwamba atakuwa ni mtiifu kwa Yesu Kristo, atakuwa ni mtiifu kwa mwanakondoo, naye atakuwa ni mtu ambaye hana mawaa mbele za Bwana. Wale wote wenye makando kando hawatakuwa katika wakati wa kuanzishwa kwa huo ufalme ambao sawasawa na ule ulio neno huko nyuma, akasema kwamba Bwana atafanya masika, mwanakondoo atafanya masika yake pamoja na wanadamu. Ndio hiyo sasa inaanzishwa kwamba Mungu ataishi pamoja nasi kama ilivyokuwa zamani za kale kabla ya kuasi kwa Adamu na Eva, kama ambavyo tumekuwa tukijifunza katika neno la Bwana. Na kwa misingi hiyo sasa ni namna gani itakuwa? Ni kwamba hao watakuwa wamebaki kwenye mpaka wakati wa hukumu. Na ufufuo wa pili ni upi? Ufufuo wa pili ni huu utatokea ambako Yesu Kristo sasa atawafufua hawa watakuwa wamekufa kipindi cha dhiki kuu. Kipindi cha dhiki kuu atawafufua, na wale ambao watakuwa wamesalia hawakufa aliwahifadhi kwa sababu ya kukataa kupigwa chapa ya mnyama na kumsujudia, basi hao nao watakuwa hai, watakuwa wamehifadhiwa na Bwana kwa namna ajuavyo yeye. Na hivi nao atawafufua kwanza hawa waliokufa katika dhiki kuu, ambao walikufa katika Bwana wakikataa kupigwa chapa, wakaangukia kwenye wokovu wa njia ya damu. Unaposikia kuna kuokolewa kwa damu, ni kule ambako watakataa ibada kumwabudu huyu shetani na kuwekwa ile chapa ya mnyama huyo. Unaposikia mnyama ndio huyo shetani, atatumia hizo mafumbo na njia hizo. So watakapokuwa wamekataa, kuna watu kumbuka, tulijifunza kwamba watauawa, wengine watakatwa vichwa na wengine watakufa kwa ziki, kwa njaa na mateso, kwa namna mbalimbali itakuwa na wengine hao ndio watakao tunaozungumzia watafufuliwa kwa ajili ya kuja kuishi na Kristo miaka 1000 katika kuanzishwa kwa ufalme wa mwanakondoo hapa duniani. Kuna mtu anasema sasa ufalme wa mwanakondoo unaanzishwaje? Au kuwepo sasa hivi dunia iko kwenye changanikeni. Kuna mamlaka ya Mungu na mamlaka ya Shetani. Kwa hiyo mamlaka ya Mungu ipo juu ya mamlaka zote, lakini watu wako chini ya mamlaka mbili. Kuna walio chini ya mamlaka ya Shetani na walio chini ya mamlaka ya Mungu. Hii imekaaje? Ni kwamba wote wanaishi kwa neema ya Mungu, lakini sasa wengine wanamwabudu Shetani, wengine wanamwabudu Mungu. Hiyo ndio namaanisha kusema mamlaka na mamlaka, na si kwamba eti watu wanamwabudu Shetani kwa sababu Shetani amemshinda Mungu. Ameacha iwe hivyo ili kujipatia watu watiifu mbele za Bwana na wanaojua maana ya Mungu na thamani yake na kusudi la Bwana. Ndio maana Mungu amesema kwamba saa inakuja mwenye kudhulumu na dhulumu na mwenye kutenda mema na atende, ila wakati unakuja. Hicho ndicho ambacho Mungu ameacha kiendelee ili baadaye ajitwalie watu walio watakatifu. Maana amesema mahali ya kwamba utii ni bora kuliko dhabihu mbele za Bwana. Kwa hivyo hiyo ndiyo sababu ameacha haya yaendelee, mtu achague njia anayoiona ili baadaye hiyo njia aje kuitumikia. Kama alichagua njia bora, atafurahia matunda yake. Kama alichagua njia mbaya, basi atatumikia ghadhabu ya Bwana. So kwa kueleza hivyo, nipende tu kupiga hatua kwa kuendelea kwamba nilikuwa na kukueleza tu kuwa nilikuwa nafafanua namna itakavyokuwa, kwa maana mtu tungeweza kujiuliza kwamba sasa ujio wa Yesu Kristo kwa miaka 1000 ataishi na watu gani? Na tumeona katika Isaya sura ile ya 65 mstari wa 13 mpaka 25 inasema kutakuwa na maisha pale wakati wa miaka 1000. Tumejifunza kutakuwa na maisha, kwamba mtoto atahesabiwa kuwa mtoto mdogo ni mtu mwenye umri wa miaka 100.
na tumeona habari zake. Ukisoma Isaya 65 mstari wa 13 mpaka 25, kuna habari nzuri ya nyakati za miaka 1000 ya kuishi kwa watu 1000, kuishi kwa watu kwa miaka ile 1000. Nakumbuka nimekwambia hawataishi wote, wale ambao watakufa kwa ghadhabu ya Bwana na wale watakao kufa kwa njia mbalimbali, ambao hawajamkiri Bwana hawatafufuliwa kipindi hicho, watabaki wakiwa wamelala. Sasa na jinsi ilivyo sasa, kutakuwa na kipindi cha mpito wa miaka 1000, na hiyo itakapo, ambacho tumeshikwisha jifunza kilikuwa ni kipindi cha 12 cha mpito wa dunia, ambapo baada sasa ya hicho kipindi cha 12 cha mpito wa dunia cha miaka 1000 ya ufalme wa mwanakondoo kuanzishwa hapa duniani na maisha mapya ambayo hakutakuwa na uovu tena, shetani atafunguliwa kwa muda mfupi ili kuwadanganya watu, na atawadanganya kwa njia mbalimbali. Sasa atakapowadanganya, ndipo sasa tunaona kwamba kuna ghadhabu itatokea. Haleluya sana, kuna ghadhabu itatokea. Kumbuka kabla ya miaka 1000 kuna ghadhabu ya Mungu inatokea kwa kusoma Ufunuo 19:17 hadi mstari wa 21. Kabla ya ujio wa Yesu Kristo kuishi miaka 1000, kuna ghadhabu itakaokumba uso wa nchi na wote walio kinyume naye, kupitia Ufunuo sura ya 19 mstari wa 17 hadi 21. Na kwa hivyo mara baada ya miaka 1000 pia kutakuwa na ghadhabu na hukumu ya mwisho, ambapo tunaona shetani atawakusanya kupitia Ufunuo sura 20 mstari wa 7 hadi wa 10, atawakusanya atakapofunguliwa. Kumbuka sasa hapa tunaelekea kipindi cha 13. Ni kipi? Cha kuhukumiwa kwa Ibilisi. Ila hukumiwe mambo gani atatokea, ndio hana kueleza kwamba atafunguliwa, na baada ya kufunguliwa atawakusanya watu katika pande kuu za 4 za dunia kwa ajili ya vita na mwanakondoo. Na atakapowakusanya pale unaposikia inaitwa Gogu na Magogu, na hiyo watajikusanya kwa vita na kuelekea kambi ya watakatifu, kuivamia pamoja na mji upendao sana. Ndipo ambapo neno la Mungu linasema kupitia unabii wa neno la Mungu kwamba moto utashuka na kuwala, na watakaosalia watauawa kwa upanga wa kinywa cha Kristo, wa kinywa cha mwanakondoo. Upanga wa Kristo ni kinywa cha Kristo, ni upanga. Atakaposema jambo, utapita upanga na kuangamiza wote ambao watakuwa wamekusanywa, watakaokusanywa kwa vita. Kwa hiyo ukisoma Ufunuo sura 20 mstari wa 7 mpaka wa 10, utaona Mungu anasema basi anaalika ndege wao ikusanyane kula nyama za wafalme na majemadari. Wale wote ndio moto utashuka utawala. Wale ambao watauawa kwa upanga ni wepi? Ni wale ambao wameasi mbele za Bwana katika vizazi vilivyoendelea katika miaka 1000, na hawa watakaosalia ambao ni kinyume, watakuwa wameasi na kutenda dhambi, ndio watauawa kwa upanga wa kinywa cha mwanakondoo, ambao yeye akitamka neno lake ni upanga, sawa sana neno la Mungu linavyosema katika Waebrania 4 kwamba neno la Bwana li hai tena lina nguvu, nalo lina ukali zaidi ya upanga ukatao kuwili. Kwa hiyo unaona, linaangamiza. Kwa hiyo neno la Kristo ni upanga. Atakaposema upanga juu ya wote ambao ni kinyume nao, ndio utapita upanga, na baada ya hapo dunia yote itakuwa imefika mwisho wa namna ya utawala wa uharibifu. Kwa maana baada ya hapo kuangamizwa hao wote wanao majemadari na wafalme watakaojikutana kwa vita, ambao moto utawala, na wale watakaosalia ambao wako kinyume na ufalme wa mwanakondoo watakatwa vichwa, watakufa kwa upanga ambao ni neno la Kristo. Na baada ya hapo yule shetani sasa na Ibilisi naye atakamatwa na kutupwa kwenye ziwa la moto, ambapo tayari mnyama na nabii wa uongo pamoja mauti na kuzimu zimetupwa humo. Mauti na kuzimu zimetupwa humo. Na baada ya hapo sasa tunaona anatupwa Ibilisi. Baada ya kutupwa kwenye ziwa la moto kwa hukumu ya milele, kutaanza msimu mpya.
Na huo msimu mpya utakuwa ni upi? Kumbuka wale watakatifu wa Bwana wao wataishi kama makuhani. Sasa labda nirudi nyuma kidogo kabla nimalizie. Kuna mtu anaweza kujiuliza, hawa watu watakaoishi, watakaozaliana uliowazungumza katika Isaya sura ya 65 mstari wa 13 mpaka wa 25 ni watu gani, wakati tunaona hawa watakaonyakuliwa, watakaofufuliwa na hawa hawatakuwa na kuoa wala kuolewa na wala hawatakuwa, maana yake hawana. Je, watazaaje? Sasa sijajua kama watazaa ama hawatazaa, Mungu ndio anajua. Labda watazaa kwa namna zingine, ama alikuwa anamaanisha watu watakaokuwa wamesalia ndio wale ambao waliikana ile chapa ya mnyama kipindi kile cha hukumu ya mwisho ya Bwana. Labda hawa kipindi kile cha hukumu ya ghadhabu ya Bwana kupitia ile Ufunuo 19 kama nilivyokuambia, anapojitayarisha kuja kuishi kwa miaka 1000 hapa, kwamba kuna watu ambao Biblia inasema, ukisoma Isaya 13:6 mpaka 12 inaeleza watu wataadimika, na ukisoma Mathayo 24 inasema Mungu alizipunguza zile siku katika nyakati zile za dhiki ili hawa watu waje kuishi waokolewe, na hawa ndio huenda ni moja ya wale watakaozaliana na kuongezeka na kuizaja nchi. Hata tunakuja kuona katika Ufunuo 20 sura ya 7 mpaka 10 anatoa hukumu huyu Mungu. Sasa tunaona ghadhabu ya Bwana inatokea. Haleluya sana. Na kwa maelezo hayo, mpendwa msikilizaji, nikwambie tu kwamba kipindi chetu cha mpito wa dunia cha 13 kinaishia hapo, kwa maana ya kwamba Shetani atakuwa amefunguliwa kwa muda mchache ili kuwakusanya, kuwadanganya tena watu watakaomwamini, na Mungu atafanya kizazi kipya katika miaka 1000 ili pia watu hao na wenyewe wajaribiwe. Kumbuka, lazima kila mtu ajaribiwe ndio aingie katika ufalme wa mwanakondoo. Hivyo vizazi ndio vitakavyojaribiwa na Shetani tena kwa muda mfupi, na ndivyo vitakavyomkubali na kujikusanya kwa vita kuielekea kambi ya watakatifu na ule mji upendao na Bwana. Ndivyo moto utakavyoshuka na kuwala, na wale ambao hawakuwa katika vita na hao watauawa kwa upanga, ikiwa tu hawakumkiri huyu Kristo na kuipokea chapa ya mwanakondoo. Na hivyo itakuwa watu wote katika uso wa nchi wameisha, na baadaye tutaona sasa baada ya hiyo miaka 1000 tunaona sasa na baada ya hiyo hukumu watu wote wataisha, watabakia tu wale ambao walikwisha kufufuliwa, maana hawa hawatakufa tena. Wale wanaofufuliwa hawatakufa tena, wataishi kama kuhani na Bwana katika kila alipo mwanakondoo, na wao watakuwa hapo. Na kipindi cha 14 sasa cha mpito wa dunia kitakuwa ni kipi? Kumbe kipindi cha mpito wa dunia cha 13 itakuwa ni Shetani kufunguliwa kwa muda mfupi, kuwadanganya tena watu watakaokuwa Mungu amewaumba katika miaka 1000 ya ufalme wake mwanakondoo hapa duniani, na nao sasa atamruhusu tena Shetani kwa muda mfupi awajaribu. Na kuna watu kweli Biblia inasema watafanikiwa watadanganyika tena, kama unavyojua wanadamu wanadanganyika kila siku. Watadanganyika na kumfuata huyu Shetani, na watajikusanya kwa vita ili kuiendea kambi ya watakatifu na huo mji upendao. Ndivyo hukumu yao itakapotokea, hao watakaokubali kumfuata huyu mnyama, kuikusanyikia kufanya vita na mwanakondoo kwa kuielekea ile kambi ya watakatifu ambao ndio hao makuhani wa Bwana waliofufuliwa. Na baada ya hapo Shetani, baada ya maangamizi ya hao watakaojikusanya kwa vita na wale wote watakaoasi kweli ya Bwana, watauawa kwa upanga kama nilivyosema mara nyingi zaidi, na mwisho wake ni kwamba atakamatwa Ibilisi na kutupwa kwenye ziwa la moto kwa hukumu ya milele sasa. Na hivyo hakutakuwa tena na kitu kinaitwa Shetani wala udanganyifu wala uovu wala mawaa. Kutakuwa kimya, dunia itabaki na wale watakatifu wa Bwana waliofufuliwa na kuvikwa miili mipya. Na baada ya hapo kipindi cha 13 kitakuwa kimekomea hapo, na baada ya kukoma kwa kipindi hicho tutakuja sasa kujifunza kipindi cha 14 cha mpito wa dunia, ambacho kitakuwa ni cha hukumu ya milele kwa kila mmoja ambaye ameishi nje ya utaratibu wa kusudi la Mungu. Na hii ni hatari sana, maana itakuwa ni mavuno ya kila mmoja jinsi alivyoishi hapa duniani. Na ndio maana nakutahadharisha sana mpendwa, ishi kwa kusudi la Mungu, ishi kwa umakini. Usije, unajua kuna watu wanadanganyika na dunia sana, wamedanganywa na Shetani. Shetani anatengeneza vitu kopi,
Watu wanaishi maisha ya anasa na uovu, wakisahau kwamba ni ya mpito na baadaye kuna hukumu. Ndugu yangu, hujachelewa. Chukua hatua mara moja, mtafute uso wa Bwana, tubu makosa na dhambi na uovu vyote, mrejee Bwana uhesabiwe haki tena, ili uingie katika utukufu wa Bwana na uwe mmoja ya wale watakaofurahia miaka ya milele na milele. Usije ukawa ni mmoja wa watakaoingia kwenye hukumu ya milele na milele. Mungu akubariki sana na kukaribisha katika mfululizo au mwendelezo wa vipindi vijavyo, kama ambavyo nimesema tangu awali kwamba yangu majina ni Joseph Nkuva Mlisu, mwalimu wa neno la Mungu au mwalimu wa Nuru za Maarifa, na Mungu akubariki sana. Usisahau kusubscribe, kubonyeza kengele, kulike na comment ili upate mfululizo wa kila kipindi tunapokuwa tumepata kuendelea, na Mungu akubariki sana.